Watu wa Mount Kenya East, Meru na Embu, nataka nizungumze na nyinyi jioni ya leo. Rais Daktari William Samoei Ruto amefanya ziara huko. Tumemuona sehemu ya Meru na hata akatangaza Meru kuwa city ya 7 katika nchi ya Kenya. Amezungumza mambo mengi sana, amepeana mabarabara, amepeana ahadi za kuboresha uchumi wa maeneo yale, amepeana pesa takriban milioni 800 ya kujenga soko la Akoromone. Amezungumzia mambo ya maji na mambo mengine mengi pale Meru katika ziara yake ya jana. Watu wa Mount Kenya East tuko katika jamii kubwa ya Gema. Kwa kipindi kirefu tumekuwa tunatawala nchi ya Kenya kama jamii ya Gema ama Mount Kenya. Mwai Kibaki akiwa president miaka 10, Uhuru Kenyatta akiwa president miaka 10. Hao watu wote wawili ni watu wetu. Ninakuhakikishia na nakwambia kwamba ni watu wetu, lakini hawakutufaa kama vile Ruto ambaye anatoka sehemu za Rift Valley ametufaa. Ukiangalia jamii ya Gema iko na rangu ndani yake, na haistahili kuwa hivyo kwa sababu tayari kiti ambacho tuko na nafasi nacho kipindi hiki ni cha deputy president. Na alipotolewa Mgema ama mtu wa Mount Kenya anaitwa Gachagua, aliwekwa mtu wa Mount Kenya anaitwa Kindiki Kithure. Shida na matatizo nauliza yanatoka wapi wakati Mwanagema ameondolewa, amewekwa Mwanagema? Ruto anavyogawa maendeleo katika nchi ya Kenya, ukiangalia kwa umakini kabisa, hana ubaguzi wowote. Ingekuwa ni Uhuru Kenyatta angefanya Murang'a au Nyeri kuwa city kabla ya Meru. Kadhalika Wamunyoro angefanya the same. Hata Kibaki angefanya the same. Kwa sababu siku zote kuna superiority katika nyumba ya Gema kwamba Kikuyu wako juu ya jamii ile nyingine. Mimi sina shida na hilo. Hiyo ni ile inaitangwa mwamba ngoma uvuta kwake, ni sawa. Lakini scenario ikiingiana kama yenye imeingiana saa hii kuwa deputy president ni Meru, anatoka Mount Kenya katika jamii ya Gema, sioni kwa nini kuwe na mateta hata sekunde moja ama kuwe na shida yoyote. All in all, Rais Daktari William Samoei Ruto amefika Meru na good days na kikapu ya maendeleo kuhakikisha kwamba barabara za Meru zimefunguka. Ninasikia akizungumza habari ya bypasses Meru ili hiyo town iweze kukaa sawa. Nimesikia wanaongelelea mambo mengi, na for the first time sijawahi kuona wabunge wa Meru wakiwa soba kama vile wako soba, wamekuwa soba raundi hii. Wamezungumza habari ya maji, wamezungumza habari ya miraa, wamezungumza habari ya barabara, wamezungumza habari ya kilimo kile kingine. Ndio, excellent kabisa. Wamezungumza mambo mazuri na wanamuelekeza rais, na inaonekana wamezinduka na wameamka. Mimi nataka nikuulize Meru, huyu ambaye unaambiwa ni mbaya pengine, sikatai kwa watu wengine, lakini si mbaya wako. Kwa nini mbaya wa watu wengine awe mbaya wako wakati hii ni mbaya kwa wengine na anakufaa wewe unamchukia kwa nini? Kitu ambacho ningetaka niambie Meru na Embu, angalieni vizuri. Chabueni mambo na jicho la ndani. Mufikirie mara mbili. Ni vipi hii Kenya inatakiwa kuwa? Kwa sababu kusema ule ukweli,
Ndiyo, miaka yote tunatambulika kwamba tunatawala nchi ya Kenya, lakini wanaotawala wako na kasumba ama wako na madharau na chuki na watu wa Mount Kenya East. Watu wa Mount Kenya East, hii ndio nafasi yenu na nyinyi ya kuenjoy. Tangu uhuru independence mpaka leo hamujawahi kuwa na wakati mzuri, hamujawahi kuwa na nafasi nzuri kwa serikali kama ile mlioko nayo leo. Ni kwa nini wewe upigie mtu mwingine ndebe, mtu ambaye hakufai, unamwacha yule ambaye pengine amekosana naye kwa njia moja ama nyingine, na anakufanyia maendeleo? Sikiza nikwambie, mwamba ngoma uvuta kwake. Mimi ningeweza kukuambia watu wa Embu na Meru, tafadhali chukueni hii serikali, ifanyeni kuwa serikali yenu, kwa sababu hapa ndipo muna nafasi mzuri zaidi. Tuseme 2027 akija Kalonzo kuwa president au Matiang'i au Amonyoro, nyinyi muna nafasi gani pale katika hiyo serikali itakayoundwa? Sikizeni waambie, kirauni kiria wakeki motoe. Mwaka wa 2027 tuwe mbali sana, tuko mbali sana 2027. Tunataka tuzungumze ya leo na tuangalie ni nani anatufaa leo, ili tumurundishie mkono 2027 aendelee kutufanyia mazuri, kwa sababu akufaaye kwa dhiki ndiye ndugu yako. Akufaaye kwa dhiki, huyo ndio rafiki yako Mkenya. Ninasema hivi, ninaposema Mount Kenya East, nazungumza habari ya Kenya yote. Hakuna kona moja hivi ambayo Ruto ameacha bila kuweka mkono wa maendeleo, mkono wa serikali. Yeye anatumikia wananchi bila ukabila, bila maonevu ya maeneo. Anafanya kazi excellent, anapambana kuhakikisha kwamba Kenya kila kona, ni Mandera, ni Coast mwisho, ni Kisumu, ni Turkana, ni West Pokot, ni wapi, kote yeye anahakikisha kwamba anaweka anaachilia maendeleo kila kona. Kenya ikue uniformly, si ikue Nairobi peke yake au Central peke yake au sehemu moja peke yake kama vile viongozi wengine wamekuwa wakifanya. Yeye anasambaza maendeleo katika kila kona ya nchi, na huyo ndio rais ambaye ana public figure ama ana national figure na anastahili. Mimi ninasema Ruto 10 bila break, Ruto 2 terms, Daktari Ruto anafaa kabisa mwananchi wa Kenya. Asante.